Okay. Ukiingia kwenye homepage ya Pixel Mkopo, cha kwanza kabisa kama unataka kuapply au kupata details za jinsi gani mfumo unafanya kazi kwa urahisi zaidi, features gani ambazo zipo, pricing, partners ambao tumeshafanya nao kazi ambao wanatumia huu mfumo au details zingine zote utazipata hapa. So ukitaka kujua jinsi gani mfumo unaofanya kazi au unavyo operate na kila kitu, maelezo yote yanakuwa yako hapa. Unaweza ukachagua kwa English au kwa Kiswahili, ni wewe tu. So hatua ya kwanza nitaanza get started. So nitajaza details. Kwa hapa nitajaza details za kampuni. So let's say mimi ndo na present kampuni, labda nitaandika jina langu hapa. Umeona? Alafu utajaza jina la microfinance yako hapa. Utaliza jina lake, utaweka email, utaweka namba ya simu, utachagua mkoa wako, utachagua na package, unataka package ipi. Kwa sababu kwenye pricing kuna package 3. Kuna starter package, kuna standard package na kuna premium package. So kila package ina vitu vyake. Kwa mfano kwenye starter package unapata modules zote ambazo ni za muhimu kwenye mfumo mzima. Pia utaweza kuintegrate na payment na SMS gateways ili uweze kutuma message kwa wale borrowers wako. Utaweza kuwatumia message kwa ajili ya reminders, na wakishatengenezewa mkopo au ukishaandaa loan application wanaweza kupokea SMS. Kwa hiyo itakuwa generated bila cost ya ziada. Lakini pia kutakuwa na option ya kutengenezewa emails za kampuni na full branded domain name ambayo ni ya kwako. Lakini pia kunakuwa na role based access control ambayo itakuwezesha wale loan officers ambao wana access mfumo waweze kuaccess vitu ambavyo vinawahusu peke yao katika kufunction. Umeona? Lakini pia kuna upande poto ya mteja kama yaweze kuona zile repayment zake anazozifanya na kila kitu. So hii ni starter package. Ukija kwenye standard package na yenyewe pia imejieleza na vitu mbalimbali. Kuna BOT report na vitu vingine, kuna integration ya payment gateways ambazo utafanya disbursement automatically ukiamua au ufanye manually. Yes, inawezekana hapa. Lakini kwenye hii ya premium kuna mobile application pia kwa ajili ya wale wateja wako. Kwa watapata mobile application ambayo itakuwezesha kumonitor vitu vingi. Kwa kila package inajieleza hapa na vitu ambavyo vipo. So kisha chagua package ipi umeisoma, unaona hii inakufaa, unarudi kwenye get started. Kwa unaamua sasa unajaza hapo package ipi unataka. And then unaweka maelezo kama kuna chochote, and then unatuma request. So sisi tutapokea hii request na kuiprocess. And then tutakuandalia demo account ambayo utaweza kuintegrate nayo kujua zaidi. So ili kujua jinsi gani kuoperate hapa nitakupitisha sasa katika account ambayo nimeshaifungua tayari. Kwa nitakuonyesha jinsi gani inavyo operate na kila kitu. Okay. So ukija hapa ndo kwenye upande wa dashboard sasa. Uta login. Umeona? Utajaza taarifa zako hapo. Uta login. Okay. So dashboard itakuja kama hivi. Dashboard ikishafunguka kama hivi, kuna vipengele mbalimbali viko hapa. Kuna filters tofauti, unaweza ukapata details kulingana na loan product ambayo ipo, au uka view details kulingana na loan officer performance yake, na ukaona kulingana na muda. Ukachagua mwezi huu, miezi miwili, mingapi, mitatu, misita, mwaka, au unachagua range wewe unaitaka. Okay. Sawa. So hapa kama tumesha kuunganishia na SMS gateways, SMS ukawa tushakuandalia send ID yako, utaweza kuona kiasi cha SMS ulizonazo ambazo zitatumika kwenye kutuma reminder na vitu vingine. Utaiona hapo. Kwa hizi ni details zingine mbalimbali hapa. Okay, na pia hapa juu utaweza kufilter. Umeona? Unaweza kuvuta details kulingana na branch yoyote ulionayo. Kwa mfano kama unataka kuona details za Mpanda, mfano una branch Mpanda au una branch wapi, unaweza kuview details kulingana na branch. Kwa mfano kama nikichagua hapa napata details kulingana na hii branch. Ukichagua hapa
unapata details kulingana na hii branch hapo. Na pia kama una wale borrowers wako, haina haja ya kwenda kusearch mmoja mmoja. Hapa hapo unaweza ukasearch labda Juma na kaja na ukafungua ukapata details zake. Kwa vipengele vipo vingi, lakini unaweza ukavi access katika njia ambayo ni simple zaidi. Umeona? Kwa hizi ni details za mtu unataka kumview huyo customer wako au borrower, na kila kitu. Utaona mikopo yake alikuwa nayo, unaweza ukaifungua ukaona details zaidi huko. Umeona? Utaona schedules na vitu vingine, pending dues, collaterals, penalties, guarantors na vitu vingine, loan files. Umeona? So yes, hapo ni kwenye introduction tu, lakini pia tukija kwenye upande wa borrowers and KYC, hapo ndo pale ambapo una register au users wako au borrowers ambao uko nao. So wakati una register, unaweza ukaregister mmoja mmoja au kawa import. Kama wako wengi huwezi type mmoja mmoja, kwa hiyo utachagua file hapo la kuimport. Kwa hiyo unaweza ukachagua uimport wadhamini au uimport users. Kwa hiyo ukitaka kuimport kuna sample hapo, download hiyo sample and then utajaza vipengele ambavyo vinahitaji. Kwa ukishajaza vile vipengele vyake, unakuja unai-import hapo. Nifungue hapa nikuoneshe ina vipengele gani na gani. Umeona? Hapo utajaza jina, utajaza email, utajaza NIDA na vitu vingine vingi tu huko. Ukishajaza uki-import, inakuwa picked hapa. Umeona? So kisha import wanakuja kutokea. So actually sita import yao kwa sababu ni mfano. So kisha wa import watatokea hapa na details zao zote. Lakini pia kuna hii loan applications hapa. Ukija hapa na wenyewe ni the same. Ukija hapa unaweza uka-import repayment au uka-import zile loans zote kwa pamoja. Kwa ukichagua legacy import una import zote, alafu ukichagua import repayment unachagua na zile repayment ambazo walikuwa wanazifanya. So itasaidia mfumo uweze kuwa na data zimepangiliwa vizuri. Kwa ukichagua repayment pamoja na import uka-import kama legacy import au uka-import kama na repayment, tofauti ni ndogo, lakini hii moja inakuwa na details nyingi zaidi ambazo zinasaidia kufeed data kwenye mfumo ili upate details kwa urahisi, kwa wingi zaidi. Mfano, uki-import na legacy utapata hadi hizi customer credit, kama kuna alilipa zaidi, umeona, utaikuta huko kwenye customer credit. Okay. Lakini pia kuna loan calculator ambayo itakupa mchanganuo mzima. Let's say ukichagua mkopo wote hapa, the way unavyofill details na nini, kila kitu hapa inakupa projection ya mtu atakavyokuwa anafanya marejesho na kila kitu. Itakuonesha hapa fees, penalties. Unaweza uka-adjust kujua namna gani unaweza uka-apply hiyo loan product au ukaandaa huo mkopo katika engo ipi. Kwa hiyo utaona details nzima, mchanganuo mzima ulivyo hapa. Okay. Kingine ni calendar. Kuna calendar ambayo itakuonesha mikopo lini inakuwa due, ipi imekaribia kuisha au lini, kila kitu yani imekuwa na breakdown nzima. Kwa hiyo utapata maelezo kama hapa. Na ukiklik unapata details zaidi kama hivi. Okay, kuna loan aging. Umeona? Fungua hapo unapata details za mikopo ambayo list ya total due zote hizi hapa. Umeona? Utaweza kumtumia reminder kama umeunganisha SMS, lakini unaweza pia ukampigia hapo kwa hapo. Umeona? So vipengele vipo vingi, nataka nikuonyeshe na kwenye upande wa report.
Hapa ni kwenye BOT returns. Tuende kwenye report. Okay. Hapa kwenye report unaweza ukachagua mwenyewe unataka report ipi. Unataka report ya daily report, unataka remaining return, unataka report ipi. Easy revenue, collection, disbursement, money savings. Zipo report za aina mbalimbali. Kwa hiyo utachagua mwenyewe unataka report ipi. Unaweza ukachukua mfano labda report ya collection. Kwa nikichagua report ya collection naangalia ni muda gani nataka. Let's say nachagua labda mfano 2021 tarehe 1 labda Januari. Okay, so ukichagua range ambayo ulisha import zile data automatically itakuonesha. Kwa hiyo itakuwa ina fetch zile data zote kulingana na ile period ambayo umeiselect. So data itakuwa na display kulingana na ile range ambayo umeiweka. Kwa mfano kama mimi range niliyoiweka hapo inaonesha hapo. Kwa hiyo naweza nika export kwenye PDF au kwenye Excel. Lakini pia naweza nika change view ya the way na operate kwenye mfumo. Kwa naweza nikachagua iwe inaonekana kwa hivi, labda kwangu ndio inakuwa simple. Naweza nika view disbursement, vitu vingi kwa urahisi ikiwa katika format ya hivi. Umeona? Kwa hivi ni the same ndio the way data zinavyoonekana. So kuna payroll, umeona? Kuna reminders. Kwa unaweza kumchagua mtu and then ukachagua template ya kumtumia reminder and then ikamfikia. Unaweza ukachagua wote. Umeona? Alafu ukachagua ni message gani na wafikia, labda ni prepayment, notify, guarantor. Unaweza ikamnotify yule mdhamini wake au isimnotify, wewe mwenyewe ndo unachagua hapo. Okay. So vipengele viko vingi, so nitakuwa naeleza kipengele kimoja baada ya kingine. So lakini kwa ujumla mfumo ndo jinsi unavyo-operate huko hivi. Kwa hiyo nitakuwa nakupitisha kwenye kila kipengele. Kwa wale wanaotoa mikopo ya simu pia option ipo, kuna phone loan. Utaweza kuregister devices ambazo unazigawa au unazitoa kama mkopo. Kwa utairegister device, utajaza details zake, kila kitu. Lakini kama mtu unayempa mkopo anayo application, kwa wale waliochagua upande packaging ya application automatically inajaza hizo details. Kwa utakuwa na haja ya kuzitype manually, hapana. Utazikuta zishakuwa recorded. Umeona? Kwa utakuja pia kwenye upande wa devices loan, utaziregister devices zote hapa. Umeona? Kwa utakuwa na view inventory, devices zipi zimetoka, zipi kila kitu, yani mfano vyote vinakuwa viko listed hapa. Kwa kama unatoa simu, unatoa device tofauti, vitu vyote. Kwa sio kwamba ni kwenye electronics peke yake, na cover device tofauti. Okay. Kuna engagement huku. Hapa sasa kwenye upande huu unaweza pia ukamanage upande wa web. Kwa mfano kama mtu ametuma application kwenye website, unaweza pia ukaiview hapa. Umeona? Kuna hizi website leads. Kama mtu ametuma unaipata hapo, unaweza ukaiview, ukaikagua. Umeona? Unajua imetokea wapi, kila kitu kinakuonesha hapa. Kama ameadd file na nini, kila kitu unakiona hapa. So yes, hii ndio jinsi mfumo unavyo-operate. Lakini pia unaweza uka edit details. Kwa unaweza ukaja ukafanya changes huku, ukajaza details zako, ukaja uka set up payment gateways. Kwa kama unafanya disbursement automatically, kwa utachagua payment gateway ipi, either Snipe, ClickPesa, Selcom na zingine nyingi tu. Lakini pia kuna modules. Kwa unaweza kaamua labda okay, kwa upande wako labda hautumii device loan, lakini hiyo module unaiona huko. So kama utaki iwepo na hii unaizima huko. Kwa huko ukizima haitaonekana. Umeona? Kwa mfano kama kipengele cha investors, hapo unaweza usikione, lakini nikiki switch on nika save kinakuwa available. Ni refresh hapo. Umeona? So baada ya hapo ukiview kwenye kipengele cha investors, umeona kimekuja. So kama ukitaki kipengele chochote ambacho ukitumia unakihide, kwa hapa kwenye modules ndo unapo hide hapo.
Kwa unaweza ukahide ambacho kitumii, ukakiweka ambacho unakitumia, lakini integration mbalimbali unaweza kuzifanya hapo kama SMS na vitu vingine vote vina function. So yes, kwa hii ni kwa upande wa admin, lakini nitakupitisha kwenye upande wa loan officers, kitu gani wanakiona, kwa upande wa customer jinsi gani anaona. So hii ni segment ya kwanza. So kuna segment ya pili ambayo itakuwa kwa loan officers, vitu gani wanaona loan officer kulingana na kile ambacho umempa access ya kioni. Kwa sababu unavyo create our staff itakuonesha. Ukija kwenye staff hapa, kwenye staff unavyomcreate unamchagulia awe na operate wapi. Umeona? Kwa ulipomchagulia labda ni officer, ni loan officer, ni collection officer, ile role ambayo umempa ndo atakacho kiaccess vitu ambavyo vinahusiana na ile role yake. Umeona? Yes. So hii ni segment ya kwanza. So itakuwa na segment ya pili kwa ajili ya officers and then customers au borrowers.